Mwangaza wa Kididi awamu ya saa saba. Jina langu ni Sara Nzilani. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA imeanzisha hatua ya dharura kujibu mgomo uliopangwa muungano wa wafanyikazi wa usafiri wa anga KAU. Katika taarifa iliyotolewa leo hii, mkurugenzi wa KCCAA Emil Arao amesema kuwa itahakikisha kuwa usalama wa anga na itifaki za usambazaji wa anga unasalia kuwa imilifu ili kuhakikisha usafiri wa anga bila vikwazo wakati wa mgomo huu ambao unapangwa kuanza leo hii. Arao ameongeza kuwa mamlaka inaashiria kikamilifu wadau wa usafiri wa anga kwa mujibu wa sheria katika maelekezo ya mahakama ili kufikia makubaliano ya amani kwa wafanyikazi. Hatua za maendelezo utendakazi zinatarajiwa kukomesha usumbufu wowote wa huduma katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na viwanja vingine vya ndege. KAU ilitangaza mgomo huo mnamo Jumatatu Februari 9 ambao unalenga kuipinga mazungumzo ya makubaliano ya pamoja CBA yaliyokwama, kucheleweshwa kwa utumiaji wa ada ya vyama vya wafanyikazi na madai ya ubaguzi dhidi ya wafanyikazi wa kandarasi. Muungano huo umeshutumu usimamizi wa KCAA kwa kukataa kujadiliana na kukosa kutekeleza makubaliano muda mrefu ya mwaka 2015 licha ya mazungumzo mengi. Muungano huo umeonya kuwa mgomo huo unaweza kulemaza shughuli za usafiri wa anga, usimamizi wa viwanja vya ndege na huduma za kiufundi kote nchini. Siku ya Ijumaa, mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi ELRC ilizuia kwa muda mgomo uliopangwa kwa wafanyikazi wa anga, ikitoa maagizo ya muda ambayo yanazuia hatua zozote za viwanda ambazo vinaweza kutatiza utendakazi hadi kesi hii isikizwe na kuamuliwa Februari 26. Aidha, baada ya usimamizi wa ELRC, KCAA imewahakikishia umma kwamba shughuli zote za anga zingesalia kuwa za kawaida, salama na bila kutatizwa wakati wa mvutano huo. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kuwa uhalisi wa ripoti ya hivi majuzi ya ukaguzi wa Wizara ya Elimu umetilia shaka baada ya zaidi ya wanafunzi 500,000 kuachwa bila kuthibitishwa kwa sababu ya kutegemea rekodi za kidijitali baada ya hesabu halisi. Zoezi la uthibitishaji kote nchini ulitangazwa na Waziri wa Elimu Julius Ogamba na limetenga kusafisha data ya uandikishaji na kurahisisha ufadhili wa wanafunzi. Ukaguzi umeashiria tofauti kubwa kati ya wanafunzi waliorekodiwa katika mfumo wa kitaifa wa taarifa za usimamizi wa elimu NEMIS na wale waliothibitishwa wakati wa ukaguzi. Hata hivyo, maswali mazito sasa yamezuka huku iwapo kutegemea ufadhili ama uhifadhi wa hati za kidijitali kunaweza kuwa kumetengewa maelfu ya wanafunzi ambao wanahudhuria masomo kimwili lakini hawana maelezo kamili ya usajili. Kulingana na matokeo, shule nyingi zina wanafunzi ambao rekodi zao zilikuwa pungufu au hazikuwa zimesajiliwa kikamilifu chini ya mfumo wa NEMIS. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kwa Wizara ya Elimu imesema imesambaza zaidi ya vitabu milioni 8.3 ya darasa la 10 kwa shule za upili za umma kote nchini ili kusaidia ujifunzaji chini ya mpango wa elimu unaozingatia umahiri CBE. Katika taarifa, wizara hiyo imesema kuwa imetoa vitabu zaidi ya milioni 8 vinavyowakilisha zaidi ya 70% ya vitabu zaidi ya milioni 11 vilivyotengwa kwa ajili ya kusambazwa. Imeongeza kuwa shehena iliyobaki itawasilishwa mwishoni mwa Februari mwaka huu. Usasisho huo unakuja huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kutoka kwa baadhi ya shule kwamba wanafunzi wa darasa la 10 hasa wale wanaofuata njia ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu STEM wanakabiliwa na uhaba wa vitabu chini ya wiki 2 hadi mapumziko ya kati ya muhula. Wizara imesema kuwa zoezi la usambazaji bidhaa kote nchini ambalo ilizinduliwa Januari mwaka huu na Waziri wa Elimu Julius Ogamba linaendelea katika kaunti kadhaa. Aidha, wizara imesema kuwa inatarajia vitabu vilivyosalia kufikia shuleni ifikapo mwisho
wa mwezi huu ili kuhakikisha wanafunzi wa darasa la 10 wanajifunza bila kutatizika. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na viongozi wa kidini sasa wametoa wito wa amani na uvumilivu wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, likionya kwamba kuongezeka kwa joto la kisiasa na kampeni za mapema kunahatarisha kuongezeka kwa migawanyiko kote nchini. Kulingana na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit, ameonya dhidi ya kuongezeka kwa mizozo ya kisiasa, akisema kuwa hali hiyo inaweza kugawanya taifa zaidi ambalo tayari limegawanyika. Askofu mkuu amewalaumu wanasiasa kwa kile alichokieleza kuwa ni kuacha kutoa huduma mara baada ya kushika wadhifa na kueleza nguvu zao kwenye kampeni za mapema. Sapit amewataka Wakenya kuepuka viongozi ambao wanaingiza umma katika kampeni za mapema, akibainisha kuwa nchi mara nyingi hushuhudia mabadiliko ya mara kwa mara na miungano iliyovunjika katika wakati uchaguzi unapokaribia. Sapit ametoa wito wa kuwepo kwa mapatano kati ya gavana na maseneta kufuatia wiki kadhaa za mzozo wa umma kuhusu usimamizi, akiwataka viongozi kulinda rasilimali za umma. Maoni yake yamekuja huku askofu mkuu wa kanisa la Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria akitahadharisha dhidi ya kuendelea siasa katika mgogoro wa ukame ambao amesema unaathiri mabilioni ya Wakenya. Muheria ameonya viongozi dhidi ya kutumia jamii zilizo hatarini kujinufaisha kisiasa, akitaka ushirikiano katika migawanyiko ya kisiasa ili kupunguza athari za ukame. Tathmini hivi majuzi imeonyesha kuwa hali ya ukame inaendelea kutishia maisha katika maeneo kadhaa ya nchi, huku ripoti zikionyesha takriban Wakenya milioni 3.3 wameathirika na ukame. Viongozi hao wawili wa makanisa wamewataka wanasiasa kuzingatia umoja na kushughulikia changamoto zinazowakabili Wakenya wakati nchi inapoelekea duru ijayo ya uchaguzi. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wameshambulia hapo jana katika kituo cha wanajeshi katika mji wa kaskazini mwa Burkina Faso wa Nare. Taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaeleza kuwa makumi ya watu wameuawa, huku huu ni mfululizo wa mashambulizi hivi karibuni ya makundi ya kigaidi ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 10 katika muda wa siku 4. Nchi ya Afrika Magharibi inaongozwa na utawala wa kijeshi tangu mapinduzi mwaka 2022 imekuwa ikikumbwa na vurugu za mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo wenye mfungamano wa muda mrefu na makundi ya itikadi ya Al-Qaeda na lile linalojiita dola ya Kiislamu IS. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 7, tupatane saa 10 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani.